Wale ambao watazungumza, uongoze na Roho wako Mtakatifu. Wale ambao wanasikiza, waweze pia kutuliza akili yao, waweze kufanya ambapo tutaamua siku ya leo. Tuangazie na utufanye mwanga wa kuangazia wengine. Hayo tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana na ndugu yetu. Asanti Father Kelly, tuweze kupokea viti vyetu kwa heshima. Tunaendelea na ratiba yetu kwa haraka sana. Ninajua kuna mambo tunaenda kubadilisha ili tufanye mambo kwa kasi, lakini gavana wetu, gavana msaidizi, msemaji wa mbunge, waheshimiwa waliopo na itibaki zote zimezingatiwa. Leo ndio siku ambayo tulikuwa tunangoja kwa hamu na gamu, siku ambayo gavana anazidua kuangaza Kiambu. Na kabla tuweze kualika katibu wa kata, yani county secretary, sisi wote tunaungana pamoja kama vile tulikubaliana, tunainua mkono, tunasema angaza Kiambu. Tukiwa pamoja, angaza Kiambu. Gavana, umetutenda mema katika manifesto yako. Pila namba 5 ile ya resource, pale ndipo uliandika hii siku itafika, na gavana ni wa kweli, ametenda mema, tumpigie makofi. Basi nikifika hapo kwa haraka na upesi, na mualika katibu wetu county secretary aweze kuendelea na ratiba pale imebakia. Karibu county secretary Bwana Peter Degwa. Karibu sana, tumpashe makofi county secretary wetu afike. Twende haraka sana, sababu niliwaambia kwamba dunia yote mzima inagoja Kiambu yangaze. His Excellency our Governor, Dr. Kimani Wamatangi, Her Excellency the Deputy Governor, Rosemary Kireka, our Honorable Speaker, Deputy Speaker, Majority Leader, Chair of the Roads and Public Works Committee, other leaders of the County Assembly, our MCAs, the administration from the County Commissioner's Office, our CECs, our CEOs, our staff and our directors, distinguished guests, our invited dear citizens, ladies and gentlemen, good morning. Good morning once again. We're happy to see you here, and I take this opportunity to welcome you all to this occasion, the launch of our solar lighting system project dubbed Angaza Kiambu, as our preacher has prayed. Is a key flagship under Kiambu Going Green program, and we are happy that today is the day that we are going to launch it. Your Excellency, allow me to introduce our staff present. Our CECs, please be upstanding. Thank you. Our CEOs. Thank you. Our directors. Okay. Our municipal managers and the chairmen of the boards. Thank you very much for honoring our invitation. Sub-county admins. The clergy, thank you very much for gracing our occasion. Kiama, thank you very much for coming. Kist, the principals here. Kist and the team, thank you. You are good neighbors. Mutupatia kahawa mukichuna, sindio? Thank you. Nyakema Business Community. Nyakema Business Community, thank you. Market leadership, do we have leaders from our market, our big market? Thank you very much. The Deru Resident Association, thank you. Kahawa Sukari Welfare, thank you. Your Excellency, allow me now to invite our Chief Officer in charge of Public Works and Utilities, Chief Virginia, please come. Tumpe makofi huyo dada, ametenda, amefanya kazi. Karibu.
His Excellency, our Governor, Dr. Kimani Wamatangi, our Deputy Governor, Rosemary Kirika, all protocols observed. Mine are just a few remarks, and I appreciate you all for coming to celebrate and launch the program with us. So when His Excellency Dr. Kimani Wamatangi came into office, he met our department and shared his vision of making Kiambu green. This culminated into possible action, which has now come into reality today. I want to thank you, His Excellency Dr. Kimani Wamatangi, for your support and also assure you of our continued dedication to making Kiambu green and fulfilling the manifesto agenda of Angaza Kiambu. With those few remarks, I want to invite our CEC. Thank you, Madam Virginia. Waziri Boro Kang'ethe, karibu sana. Huyo ndiye waziri anaongoza hiyo department, mzee wetu wa nguvu. Your Excellency, Dr. Kimani Wamatangi, our Deputy Governor, Rosemary Kirika, honorable members present, my colleagues, I don't have to say much. Today is a great day for my department. I'm the CEC in charge of road, transport, public work, and utilities. I can only remember when the new administration came in, I met the governor, and governor told me, then I was in finance, and he told me, we have to, first thing is to cut the cost, second thing is to make sure there are no leakages. And he has proved that. Wale watu wanakujaga hapa wameona vile tulikuwa na pahali tunaita Naivasha, that was a cost cutting measure. Tena tukawa sasa na hii maneno ya mataa. Kulingana na vile tumefanya mahesabu, if we succeed, and especially if we do only the street writing, we are going to save to a tune of not less than a $250 million. So if we extend to other our headquarters everywhere, we have seen and we have calculated, and governor is going to expound more on that with real figures. We will save a lot, na hizo savings zote tutakuwa nazo, mjue ndio tutarete kwa maendeleo. Kwa hayo machache, governor, mimi nashukuru sana kwa miamba ya department yetu ya barabara, kwa sababu tunajua utatuwezesha kufanya kazi na kuendelea and to make Kiambu shine again. Angaza Kiambu. Asante sana. Thank you, Waziri, and our Chief Officer. It's now my pleasure to invite our Majority Leader to come and address us. Majority. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, our Speaker, my colleagues at the County Assembly, wale wote wamealikwa katika hafla hii. Habari ya asubuhi. Amjambo. Kiambu hae. Yangu ni machache, Your Excellency, na yangu tu ni kuintroduce the colleagues at the County Assembly that we have around, na kwa sababu ya masaa vile imesonga, naomba tu wote waweze kusimama, tafadhali kila mheshimiwa pahali alipo. Tuwapigie makofi waheshimiwa. Your Excellency, we have another engagement. That is why you can see that the representation is quite small. Hawa ni wale wa kutoka kwa committee ambayo ni husika ya roads na mambo husika. Asanteni sana waheshimiwa. But on behalf of them is Your Excellency, nataka kuomba Mheshimiwa Mboro Kameno, the chairperson of the committee, to come and just say a word. Kwa dakika moja tu mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency, the Governor wa Kiambu, the Deputy Governor, na wana Kiambu wote gaine mwega. Wana Kiambu hoye. Wana Kiambu hoye. Asante sana, Your Excellency. Mimi nitakuwa mchache wa maneno
Kwa majina naitwa Peter Mboro Mungai na ni mimi mwenyekiti wa kamati ya barabara. Your Excellency, leo ni siku ya furaha kwa sababu hayawi huwa. Neguo kana tiguo. Your Excellency, nataka ni kushukuru kwa sababu your leadership is exemptional. Your Excellency, mimi kama chairman wa barabara ninafurahia kwa sababu wanakamati kule bunge wamekuwa wakiunga agenda yako mkono. Siku ya leo tunazindua mataa zetu. Tunaangaza Kiambu. Nikisema wana Kiambu, mnasema angaza Kiambu. Wana Kiambu. Wana Kiambu. Your Excellency, thank you for the good job. Kule barabarani kwetu ninakushukuru kwa sababu nikiangalia hapa nyuma kuna magari mapya ambayo pia tutazindua. Your Excellency, I appreciate. Hata tukijenga mashule, hata tukijenga madarasa, tunahitaji watu watumie barabara mzuri. Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo on behalf of the County Assembly na kamati yangu, ninajua katika supplementary kuna pesa ambazo muliomba za kuinstall hii mataa. Your Excellency, mimi ninakuhakikishia pamoja na wabunge wenzangu tutatimiza hayo. May God bless you. Na nyinyi wana Kiambu, muzidi kuombea serikali ya Kiambu. Kweli ama sio kweli? Na haswa muombee gavana wetu kwa sababu tunasema ni wakati wa kazi, sio wakati wa siasa. Asante sana. Asante. Tumpigie Mheshimiwa Mboro makofi. Your Excellency, kwa dakika moja naomba uniruhusu minority leader aseme jambo moja tafadhali. Asante sana majority leader. Your Excellency Governor wetu Kimani wa Matangi, Deputy Governor, Leadership ya Assembly, Executive Branch, wana Kiambu nyote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Joe Kigara. Mimi ni mjumbe kule ward ya Ngenda, Gatundu South. Mnajua Gatundu South? Mmeisikia? Mmeisikia? Asante. Asha, tutiguthie hau. Ningependa kusema Your Excellency, siku ya leo tuko na furaha. My chairman, kwa sababu nakaa kwenye kamati ya roads, amesema siku ya leo ni siku ya kazi. Na mimi ningependa kusema Your Excellency, kama tungefanya kazi vile umetueleza na tulifanya CADP a few years ago na tukaweka hii miradi yote kwenye hiyo katiba ambayo tumesema tutafanya kazi, tungekuwa mbali sana. It is not lost on us, Your Excellency, that recently the National Assembly has passed an additional 15 billion which is supposed to come to county governments. Na tunawashukuru. If all members of the assembly, especially in Mount Kenya, spend their time fighting for resources to come to the assembly, tungekuwa mbali sana. Hii vita ndogo ndogo tungekuwa na kweli ama si kweli? So Your Excellency, your mantra for one man one shilling ambayo ulianzisha ukiwa Senate, tunataka tuendelee tuipiganie so that the extra resources inakuja county government zifike Kiambu. Tunajua in Mount Kenya sisi ndio wengi sana. Kweli ama si kweli? Kwa hivyo hiyo pesa ambayo imekuja national government tuipiganie ndio sisi wana Kiambu tufaidike. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asante sana minority leader, makofi mazuri kwake. Gavana, nikisema tu yangu moja ndio Deputy Speaker aweze kukongojea hapa. Mimi yangu ni rais. Na nikijenga kwa yale ambayo yamesemwa na minority leader, ni ya kwamba sisi kama wana Kiambu tunataka kushirikisha kila mmoja wetu, wale ambao wako kwa nyadhifa za uongozi, tupiganie kwa pamoja kuhakikisha tumeleta resources kuweza kufanya kazi hapa kwetu kaunti ya Kiambu. Na gavana, mimi nataka kushukuru kwa maana najua saa hizi ndio pale kwa bunge kubwa ndio saa hizi wanatengeneza nao bajeti yao. Na ile ambao mimi anawaomba wale wabunge wa kutoka Kiambu, nimesikia kwa muda mrefu akilia ya kwamba tumewazuilia kujenga ama kuweka yale mataa ambayo huwa yanatupea bills kila mwisho wa mwezi. Mimi naomba pia na wao wafanye kama vile tumefanya siku ya leo.
ya kwamba zile pesa ambazo wako nazo, kwa sababu sio mataa wako nayo, ni pesa wako nayo, waweze kuingia pale bunge wabadilishe, badala ya kuletea zile sisi mataa zile za kulete bills, waweze kuweka hiyo budget ikiwa yao pia ni ya kuweka sora ambayo haitakuwa na budget. Ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunawaomba waache kelele na waache mambo ya kulete vurugu pahali hakuna. Tujenge Kiambu yetu kama vile wimbo wetu wa Kiambu wa kaunti yetu ya Kiambu inasema ya kwamba sisi wote tuungane tuweze kujenga hii kaunti yetu ya Kiambu. Ama sivyo watu wangu? Siku ya leo ni sio siku yetu, ni ya gavana kuweza kufurahia na sisi. Kwa hivyo mimi sina mengi siku ya leo, wala tu kumkaribisha our deputy speaker aweze kuja hapa kuongea yake machache akiita speaker. Asante sana. Your Excellency, Governor wa Kiambu, Honorable Kimani wa Matangi, Your Excellency, Deputy Governor, Mr. Speaker, my colleagues, honorable members, na andũ othe a Kiambu, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Your Excellency, yangu itakuwa ni machache kwa sababu hii siku ya leo ni siku yako. Sisi leo tumeona Kiambu tukiwasha taa tukiwa mara ya kwanza kwa kutoka miaka 10 tangu devolution ianze, tunjawahi kuona kitu kama hiyo, Excellency. Na njoo Your Excellency, watu wengi walikuwa napiga siasa na hii mataa. Wakati watu wa Kenya Power wanakuja ukata stima, wanawakisha mchana na usiku, asubuhi wanakuja wanakata stima hapa hospitali. Your Excellency, unaumia sana kwa sababu kuna siasa zinaanza hapo. Your Excellency, ulituambia wakati tuliingia kwa hii bunge, ile ujuzi ulikuwa nayo ya miaka 10 kwa Senate tutaikulia. Ile agenda ulikuwa unaleta one man one shillings, saa hii tunaiona reality. Your Excellency, Your Excellency, najua ikasi ya mataa yote umefanya na umebakisha pesa ya kuweka mataa kule mashinani kwa 6 wards. Ningeomba wambunge wetu tukuje hapa Jumatatu tupitishe hii supplementary mataa iwekwe. Ni wadu waitu, si mtaunga mkono hiyo? Tupitishe hii pesa, gavana aweze kuweka mataa. So Your Excellency, sisi tuko nyuma yako. Wale watu walikuwa napiga siasa na mataa, saa hii tuko na mwangaza. So ile kitu tunaomba, na tunaomba wakaaji wote wa Kiambu, hii mataa inakuja every ward na gavana mwenyewe atakuwa anakuja kuhakisha, na ni kwanza tumeanza saa hii. Your Excellency, tunajua wakati umekuja kuwa gavana, umetupatia municipality 12. Ile pesa yote Your Excellency zinakuja, ulituambia itaenda kwa mataa. Very soon watu wa Thika, na tuko hapa tukiwa na municipal manager akiongoza, na njoo nakuja kuintroduce Thika Smart City, na hiyo Your Excellency tunakungojea. Kwa hivyo watu wa Thika, sisi mzigo wetu tumeangaliliwa, ikiwa city tunapata 1 billion. Kwa hivyo hakuna mahali takuwa na shinda Thika. So Your Excellency, thank you very much. Sisi kile tutafanya si ni kumuombea na kuombea Kiambu, si ndio? So thank you so much, na Mungu akubariki. I want to take this opportunity to welcome my boss, Mr. Speaker, Honorable Thiongo. Thank you very much, Your Excellency, the Governor, Kiambu County, Governor Kimani wa Matangi, Deputy Governor. In the interest of time, allow me to adopt the protocols that have been established by the speakers who have spoken before me. Ladies and gentlemen, good afternoon. God is good and all the time. Leo ni siku ya furaha jameni. Let me tell you, Your Excellency, the Governor, this is a very important day in our county. It is important, Your Excellency, because for so long, this county has been ran without the objectivity of sustainability. Your Excellency, I remember I was in a meeting in the previous administration. One of the leaders of this county, ambaye alikuwa ni mbunge mahali, yeye alikaa chini akasema ati wewe gavana ambao ulikuwa wakati huo, wacha tu mataa iwekwe kwa sababu mimi nataka kuonekana nimefanya kazi. Ile maneno ati nani atalipa bill, hiyo itajililia huko mbele. I sat down and I asked myself, that is a leader ambaye haoni mbele, hajui ya kwamba ati hata ukikuja uweke hiyo street light ambayo inatumia stima, haitachukua wiki 2 ama 3 kama Kenya Power hawajakuja wakate ile stima. Hapo mwananchi amefaidika kweli? So we must look at sustainability, and that is the gospel that we must preach to our people.
Na governor, sisi tunaona vile unasema ya kwamba tunapanga maneno ya leo na ya kesho na ya huko mbele. Jamani, si we appreciate our governor kwa sababu that is the leadership. We need to have a leadership that shows people about sustainability. Na hiyo governor, sisi tunakufuata vizuri na tutaendelea kukushikilia kutoka kwa bunge vile viongozi wa bunge wamesema. Sisi tutakushikilia vizuri, na pia tunataka tuombe viongozi wa kitaifa, because also there are also resources that are at the national level. Pia mtusaidie mkipata pia ile pesa kwa serikali kuu, pia sisi tuwapatie tumaidha kidogo. Wekeni pia sola, kwa sababu hiyo itakuwa ni mzuri, haitakuwa na maneno ya bile ya Kenya Power. Sio ni gospel mzuri? Sasa tumesema sisi tuseme, na tunasema sisi governor kama county, we are firmly behind you. We will continue supporting your transformative agenda. Kabla nikae chini, nimeona kuna MCAs ambao wamekuja, tulikuwa tunawaambia tu wasimame mahali wapo, tukiongozwa na Kiranja ama Chief Whip Mheshimiwa Munga ambaye ni MCA wa pale Ndeia, tumpigie makofi. Na kuna timu alikuja nayo, nilikuwa nimeona Mheshimiwa mkuu pale kutoka Bibirioni, Mheshimiwa Dhogori kutoka Gitaro, Mheshimiwa Alice specially elected, na our champion Mheshimiwa Josephat Kenyanjui Githinga ambaye amechaguliwa pale mahali inaitwa Lari Kerenga. Tumpigie makofi. So mimi sitaki niongeza zaidi ya hapo, ni kuambia our people we are in this new dispensation of ensuring that we are focused and we have our eye firmly on the ball. We are not deviating from that. Kwa hiyo mengi na machache, ningetaka niweze kurudisha ratba kwa county secretary ndio tukaweza kuendelea. Asanteni sana. Thank you. Thank you, our Speaker. It's now my pleasure to invite our Deputy Governor to come and give her note. Asante sana, Your Excellency Governor wetu Daktari Kimani wa Matangi, waheshimiwa wote na itifaki zote zikizingatiwa, hamjambo. Basi nafurahi sana kusimama mbele yenu siku ya leo, siku ambayo tunaangaza Kiambu County kwa mataa ya sola. Leo tunasema mahali kuna mwanga hakuwezi kuwa giza tena. Na kwa sababu Mungu ametupa mwanga bure, tuna uhakikisho ya kwamba gavana wetu ataangaza hii Kiambu yote. Asanteni sana. Turaiga hado haothe haria hari na utheri gutire hindingi hagikorwo hari na nduma. Na tondu Ngai ni atuhete utheri utari na ngarama, ni tuya ati gavana witu ni egutwakiria Kiambu ino itu yothe na utheri ucio wa Ngai. Na kwa hayo machache sasa, ningeomba sisi wote tuweze kusimama, munisaidie tualike gavana wetu Daktari Kimani wa Matangi ili aweze kutoa hotuba yake ya siku ya leo. Karibu sana gavana. Nego kena na kongasa. Asanteni. Wanakiambu hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asanteni sana, naomba tuketi. I request that you sit down. Kwa vile asante kwa vile shukran kwa vile hatuna muda mrefu, na mnajua tunaongea na wanakiambu wote mahali walipo in the entire county. Nataka tu niende straight kwa speech yangu ile yenye imeandikwa, kwa vile nataka dakika 2 ama 3 ya kusema mambo yetu ile sisi viongozi tunapenda kusema kutoka kwa roho na kutoka kwa kichwa pia. Kwa hivyo ningependa nitasoma hii speech. Deputy Governor, members of Parliament, Honorable Speaker, members of County Assembly, distinguished guests, residents of our beloved country, our County Commissioner, ladies and gentlemen, good morning. Angaza Kiambu.
Hii salamu inaonekana bado hamjaishika vizuri. Angaza Kiambu. Asante. We want Kiambu to be a light. Good morning. I am pleased to join you this morning at this important occasion. I consider the occasion important because we are here to usher in a program that marks a new paradigm in how we manage power consumption in our county. We are making a major shift from the national power grid to solar energy, which is more sustainable. One of the key pillars in my manifesto was Angaza Kiambu, which is aimed at lighting up our county. I promised the great people of Kiambu that we would adopt clean and sustainable energy, and I'm therefore happy that this moment has arrived. I want to embrace renewable energy as one of the main sources of energy in line with the Sustainable Development Goal, that is SDG number 7, on affordable and clean energy by 2030. While we are not completely disconnecting from the Kenya power grid, we aim to progressively transition to solar energy. This strategic move is not only about addressing our immediate power needs, but also about securing a brighter, greener future for our people and the generations to come. As the scripture in Genesis 1:3 says, then God said, let there be light, and there was light. So sasa tunarudi kwa ule mwangaza ambaye Mungu aliahidia, na yake haikukuwa ya power grid. Yake ilikuwa ni ya kusema mwangaza uje na ukakuja kutoka kwa jua. And that is why we are back to. So this profound declaration reminds us that light is fundamental for life and creation. It symbolizes clarity, hope, and the beginning of something new. By embracing solar energy, we are not only honoring this divine command, but also taking practical steps to ensure a brighter, cleaner future for generations to come. Ladies and gentlemen, globally, there is an urgent call to reduce carbon footprints and combat climate change. As responsible stewards of our environment, Kiambu County must do its part in its global effort. By adopting solar power, we will significantly lower our carbon emissions, contributing to a healthier planet and setting up a positive example of our country to other countries. In my dear people of Kiambu, to start this journey, my county government has, through the Directorate of Utilities, procured 6,000 solar lights after 3 months of successful testing. Nataka nifafanue ya kwamba the street lights we are launching today, we have taken a whole 3 months to first ensure that we test and ascertain that the quality, the sustainability, the durability of the lights that we are launching today is going to serve the people of Kiambu as we intend. And as I've said, we have already procured 6,000 solar street lights as of today. Na hatusemi ziko kwa port, na hatusemi ziko kwa high seas, tunasema ziko hapa kwetu. Further, through the Kenya Urban Support Program, KUSP, and Kenya Informal Settlements Improvement Program, KISIP, the county will install thousands of solar street lights, including the informal settlements, where one of the conditions set by the donors is that the county must install solar-powered lights. Ladies and gentlemen, one of the primary reasons for our transition today is the exorbitant costs associated with our current reliance on the national power grid. In addition to occasional disruptions caused by power outages and disconnections due to unpaid bills, the county government has been spending a lot of money on power bills, almost nearing 1 billion shillings on electricity alone. Najua hiyo inaweza kukua changamoto. I'll break it down for you, ndio muweze kuelewa kwa nini mimi kama governor niliweka priority ya kwanza mambo yetu ya kuanza public solar lighting. Our hospitals consume power worth
over 500 million annually. Tuko pamoja jameni? Hospitali, bill zetu kila mwaka tunalipanga $500 million, nusu bilioni kwa stima kwa kila mwaka kwa hospitali zetu zote 123, 123 facilities. We spend $500 million, 500 million every year on power. Our street lights consume Kenya shillings 210 million per year. Sasa mwenye akona kalamu uendelee na kuhesabu. The street lighting 210 million per year. Our county offices and fire stations alone incur monthly power bills of about 1.7 million monthly. So that tells you kwamba ukisema roughly 2 million times 12 months, we spend 24 million annually on consumption of power in our offices. Annually, we spend about 530 million for the water companies. Tuko pamoja jameni? Water companies, all of them, about 530 million on power per year. This trend is not sustainable, ladies and gentlemen. And due to these high power bills, most of the street lights are often turned off. When these bills increase, the power supplier targets sensitive institutions like hospitals, county offices to force payment. To avoid further increases in this recurrent expenditure, the Directorate of Utilities, as directed by myself, the governor, will from now on install only solar street lights. Muache ni sisitize hiyo. Allow me to emphasize that, because it is the responsibility of the county government. Street lighting is a devolved function. Na kwa hivyo wakati tunapeana mwelekeo vile tutaendelea kama county, na ambaye nitasema hapa kwa dakika moja ama mbili in my formal speech, our policy now as a county is that all public lighting, all public powered functions are green, they are solar. And so moving forward, as one of our leaders in the assembly has proposed, we will be requiring, and we have already set the pace and the right steps by communicating with Kenya Power, that when there are requests, applications, and other agencies for installation of public lighting, we will be glad if they oblige that they either donate, give, or give access to our people upon their request of only solar street lighting. I believe it is also attainable that our members of parliament and other well-wishers, when they wish to assist us in public lighting, that they will then be informed properly that the county has forthwith adopted the policy of installing only green energy, including street lighting. So I want to take that in following what one of our colleagues here has said, so that even appropriation, when our colleagues in the National Assembly and other agencies are seeking funds, they can easily seek funds that will enable solar street lighting. And let me also further add for clarification, ndio watu wetu waweze kuelewa vizuri, ya kwamba indeed, when I came to this county, out of the 7 billion shillings I found in pending bills, 7 billion, more than 1.5 billion, and still part of it unpaid, is still rested in the department that is responsible for street lighting. The cost of one light, as was being installed before by the previous governments that led this county, I have done my calculations. One light, one street light, was being installed in this county at a cost
of 180,000. One light, taa moja imekuwa inawekwa kwa bei ya shilingi 1,180. This light here, this street light, will cost not less than 40% less of that amount. So even in the actual cost of purchase and installation, besides the savings, wakati wa bills, the cost itself is lower. And if, for example, in our target this year of installing 15,000 street lights in the year 2024, you can do your simple arithmetic that we will be saving hundreds of millions of shillings by just installing this green energy concepted solar street lighting. And so, my good people, the financial burden in electricity bills is unsustainable and diverts valuable resources away from other critical services and development projects like supply of drugs and construction of key facilities. After thorough cost analysis, it is clear that solar energy offers a more affordable alternative. Na hiyo ndio nilikuwa nasema hapo mbeleni ya kwamba ukipiga hesabu kwa njia rahisi and you have installed solar street lighting, we will be saving out of the 1 billion shillings expenditure. We'll be saving annually not less than 600 million shillings. That money, hiyo pesa, ndio itaongeza madawa kwa hospitali. Hiyo pesa ndio itajenga mahospitali zingine zaidi kule kwa wananchi, zile tunaita za level 3 ambazo tunajenga saa hizi nyingi. Na najua wengine wenu mnajua ya kwamba tayari tunajenga zaidi ya hospitali 26 kwa jumla. Hospitali 8 zile zinaitwa level 4 na hospitali 16 zile zinaitwa za level 3 na hospitali 6 za level 2. Bado hatujamaliza hiyo kazi. Na hiyo pesa 600 million tutaongeza kwa hiyo kazi. Hiyo pesa ndio tutatumia pia kwa kuhakikisha ya kwamba huduma ya maji imewafikia kila mwananchi. Hiyo pesa ndio tutaongeza kwa bursary fund yetu ambaye mwaka hii tumeongeza hiyo bursary fund ambaye imekuwa inapeanwa once per year. Now we are giving that bursary fund 5 times per year. As most of you know, when we came in, the standard bursary yenye imekuwa inapatiano kwa kila mzazi, kila mtoto, has been 1,500, 2,000 shillings at most for any family. We have since that time, as a government, I directed ya kwamba kutoka mwaka wa 2024 na tuko kwa mvumo saizi wa kupeana bursary. We have already given bursaries now to our 35 wards, 25 remaining, which we are still going on with from Monday. And in the bursaries that we are giving, we have directed that there is no single family in Kiambu that will receive less than 5,000 shillings for every bursary application. Kwa kila mtoto ambaye ako Kiambu ambaye anaomba bursary, hakuna atapewa pesa ambaye iko chini ya shilingi 5,000. And the explanation that I have been making to our people is this, that a poor parent, that a bereaved parent, wale tunaita single mothers ama single father, anaweza kusomesha watoto 5 na bursary mwaka mmoja. Unaweza kukuja uchukue bursary ya mtoto mmoja mwezi wa pili, kwa vile bursary yetu it is in mwezi wa pili, mwezi wa 4, mwezi wa 6, mwezi wa 8 na December. You can educate all the kids. Hiyo pesa, needless to say, my friends, hiyo pesa tutaongeza zile kuku tunawapatia wa mama, chicks, tutapeleka zaidi. Mnajua nilisema mpaka vijana wetu tumepanga mpango mzuri wa kuwapatia piglets, zile nguruwe. Vijana wetu ndio wakuwe wakulima na wazee pia. Tutaongeza hiyo pesa hapo.
Mnajua nilisema pia ya kwamba wakulima wetu kaunti ya Kiambu mwaka huu, hakuna mkulima ambaye atarudi kwa mfuko wakati tunajaribu kuinua hali ya maisha ya wakulima wetu. Huu mwaka wa kwanza ule tulipita 2023 na huu 2024, tulisema ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba vile tulivyofanya campaign na tukaahidi watu wetu ya kwamba sisi kama serikali tutainua wale wako chini sana ya wengine. Ile tulikuwa tunaita bottom up agenda. Tulisema tutaanzia pia na wakulima wetu. Na hapa Kiambu tuko na policy nzuri ambayo tumeiga. Mkulima yote mwaka uliopita na mwaka huu, hakuna mtu anatoa hata shilingi moja kununua fertilizer yake ya kulima ama mbegu za shamba. So mwenye anaweza kukua na swali, hii pesa ambayo tunafanya saving itaenda wapi? Tutaongeza tupatie our farmers more farm inputs. Tume expand tayari saa hizi kwa farm inputs. We are already distributing good grafted Hass avocado seedlings to our farmers. We are distributing properly good and well matured fruit trees, mangoes and others, to the areas that have those climatic conditions in our county. Kwa hivyo mahali ya pesa yetu kuenda ambayo tunafanya saving ipo. So once solar is installed, solar power systems have minimal to almost zero maintenance costs, and most importantly, no monthly power bills. This transition will lead to significant savings, enabling us to allocate funds more effectively to the benefit of our people. In addition to high power bills, we face frequent and costly maintenance issues with the national grid. The annual repair and maintenance cost of grid-connected streetlights alone stands at 50 million. The frequent faults, over-voltage issues, and the need for continuous repairs demand substantial financial and human resources. The cost of fueling and servicing man lifts to repair the light further exacerbates this financial strain. By switching to solar power, we will drastically reduce these maintenance costs, as solar systems are known for their durability and low maintenance requirements. Ladies and gentlemen, our commitment to sustainability extends beyond just street lighting and the health sector, and to the health sector. We are also moving to solar power for our water boreholes. In the past, many water projects have collapsed due to the high power bills associated with being on the national grid. Community water projects burdened by unsustainable power costs have struggled to provide consistent water supply. Solar-powered water systems will ensure that these essential projects can operate sustainably, providing reliable water access to our residents without the constant financial strain. I want to cite a perfect example of a water project that makes a strong case for this solar program. We conducted a cost-benefit analysis of the Rio Nderi borehole in Ondere in Kikuyu, which strongly supported switching to solar power. The analysis of cost before and after solarization shows savings of 737,244 over 8 months, translating to an impressive 24% reduction in costs. Jameni, I want to clarify that so that watu wetu, wananchi wetu ambaye pia wanatufuata waweze kuelewa ya kwamba mara nyingi zile shida tatu naletewa na wananchi wetu hapa kwa ofisi ya governor ni kwamba stima za soko zimekatwa, stima za barabara zimezimwa, maji hakuna nyumbani kwa vile stima ilikatwa ya borehole. Na ndio tukafanya experiment ambaye nimeeleza, ambapo kwa hiyo borehole moja ambaye tulifanya utafiti naye huko upande wa Kikuyu, Rio Nderi, wakati tuliweka solar, kwa hiyo miezi 8, pesa karibu shilingi 800 ambaye ilikuwa inatolewa mbeleni kulipa bill. Sasa hiyo pesa
inaweza rudi kwa wananchi ambao ndio wanalipa hiyo bill. Kwa vile kwa hizo project wananchi ndio wanatoanga hiyo pesa kwa mfuko na kulipa. Sasa zile borehole zingine zote tunaweka, na nataka nipeane mfano mingi. Kule Gadhanje tuliweka borehole, na hiyo borehole yenye tumeweka tunaweka solar. Zile borehole zote tumeweka upande kule wa Kiambaa, tunaweka solar. Borehole tumeweka upande wa Lari, kule upande wa Kenale, kule upande wa Kijabi, kule upande wa Lari Kirenga tunaweka borehole. Hizo zote tunaweka solar. Zile borehole tunaweka pia hapa upande wa Limuru, zote pia tunaweka zikiwa za solar. So every borehole that we are awarding a contract for this time tunaweka ikiwa solar. Hata rafiki yangu Father, naona umeniangalia kule kwako, zile borehole tumekupatia zote tutaweka zikiwa solar. I have instructed the Department of Water to ensure that going forward, all borehole programs are solarized. Currently, the projects incorporating solar energy include, like I've said, in Lari, Njikoin, and Gatuanyaga, Mariaine, Shianda, amongst many others. Ladies and gentlemen, other critical issue we need to address is the financial burden imposed by bills and maintenance responsibilities left behind by other agencies. Agencies like Kura, Kera, Relec, and Kenya Power have commendably undertaken the tasks of lighting our estates and villages. In collaboration with our members of parliament and other elected leaders, these agencies have installed streetlights across the county government to the complement of their efforts. However, the elephant in the room is that once this power is installed in lighting and other public facilities, they often leave the maintenance and power cost to the county government. While we wholeheartedly support initiatives to light our own towns, shopping centers, and rural areas, we must appeal to our members of parliament and government partners to support the transition to solar street lighting. By embracing solar energy, we can significantly reduce the cost of maintaining street lights and ensure a more sustainable and reliable lighting solution for our people. Ladies and gentlemen, as we embark on the journey towards embracing more sustainable energy solutions, there is also a need for us all to raise public awareness regarding the importance of adopting clean energy. The public should be educated on why it is crucial, for example, to choose solar power for their energy needs. Besides raising public awareness about adopting clean energy, we must address the legislative aspect to facilitate the realization of this vision. At the policy level, a robust blueprint and budget allocation for clean energy projects at both national and county levels are paramount. Na nafikiri speaker wetu, hayo mambo mmewasikia na members wetu hapa, ya kwamba tukiendelea mbele tutafurahi ikiwa tumeungana pamoja. Mtusaidie tuwe na sheria ambayo inapitishwa ya kuhitaji ya kwamba ile energy yote tuna install, kama ni hiyo ya street lighting, yote inakuwa ya solar. Na nataka kwa dakika moja tu niseme hivi, ya kwamba mimi nimekuwa nikijiuliza, najua wengi wenu umesikia nikiongea kule nje, nikiwa naongelesha wananchi wetu wakati tunaendelea na mambo yetu ya maendeleo. Na kila saa wakati tunazungumza na wapatia watu wetu mfano, najiuliza kama governor, sisi watu wa hapa Afrika na Kenya haswa mahali tupo, na mimi nikiwa Kiambu kama governor wenu, ni nani mwerevu kushinda mwingine? Ni sisi ama ni wale wazungu wako ng'ambo wanatupatia pesa za mkopo? Sasa lakini tunasema sisi ndio werevu, lakini vitendo vyetu vinasema, zinakanusha ya kwamba sisi ndio tunafaa kuwa werevu. Kwa nini? Ukiangalia kwenye maelezo na maelekezo yote saa hizi ambaye yametumwa kwa serikali zetu zote za kaunti, mimi nimepata maelekezo yangu wakati tulipatiwa pesa
na nchi za Ulaya kwa program zile tunaita KUSIP na KISIP. Hizo pesa huanga ni za msaada kutoka kwa wazungu, zingine ni mkopo ambao unalipwa. Lakini pale wazungu wakitupatia hiyo pesa, wameweka vikwazo kwa hiyo barua. Wamesema kwa hiyo barua, hii pesa tumewapatia muende kwa vitongoji duni, zile tunaita slums kwa kizungu, muweke hizi mataa. Lakini wameongeza pale chini, wamesema mkiweka mataa hiyo muweke ikiwa ya sola. Sasa ndio mimi nimewauliza, sisi na wazungu ni nani mwerevu? Sisi tunakopa, wanatupa mkopo na tutalipa saa zingine kwa interest. Lakini hawa wanasisitiza ya kwamba lakini mkumbuke kufanya saving ya pesa yenu ndio muweke sola. Jameni, niwaulize, sisi na wale wazungu ni nani yako na shida kushinda mwingine? Ni nani anafaa kuwa anajua ya kwamba unafaa kufanya saving? Si ni sisi jameni? Lakini unaona mara nyingi tukiongea mambo ya kuweka energy ile tunaita green energy, tukianzia na solar lighting, tukianzia na mambo mengine, saa zingine unaona kunakuwa na taswishi na mvurutano. Na ndio nataka niwaeleze watu wetu, viongozi, haswa speaker wetu, members of county assembly na pia members of national assembly, ni muhimu tukue aware and alert ya kwamba matajiri wazungu wenyewe kwao, ukienda Uchina saa hizi, ukienda Netherlands, ukienda Finland, ukienda Norway, hizo nchi zote kwao sasa wacha hii tunaita ya mwangaza ya jua. Finland, most of the energy they use, in Norway most of the energy they use is wind energy. Hawa wametoka kwa ile ya jua, hiyo wameweka ya kutosha. Wale watu wameweka mpaka sasa ile ya upepo, na hiyo ndio inatumika majorly kwao. Mbona sisi tuendelee kujiweka kitanzi kwenye shingo jameni? Na ndio sisi watu wa Kiambu nasema tumeanza safari ya kuwa huru, ama namna gani jameni? So this may also entail tackling the challenge of the high cost of associated with installing renewable energy systems by implementing measures such as tax exemptions and zero rating for solar and wind energy. In conclusion, the shift to solar energy is a critical step in addressing the high cost, frequent maintenance issues, and environmental impact. By harnessing the power of the sun, Kiambu County will achieve financial savings, operational efficiency, and environmental sustainability. I call upon all development partners other than stakeholders and other stakeholders, government agencies, and all county elected leadership to support this transition and work together towards a more sustainable future. It is now my pleasure to officially launch the Kiambu Solar Street Lighting Project dubbed Angaza Kiambu. Sasa nafikiri tuko na dakika kidogo. Mataa yetu haya yenye tutafanya launch ni mataa mazuri, yako na guarantee ya kwamba hiyo taa ukiweka miaka 10 inakuwa ikiwaka bila mtu kukuja kugusa. Na kwa hivyo sisi tunasema tuko mbele, na kwa hivyo watu wetu wa Kiambu nataka pia niwaambie mara ya pili nisikie kama sasa mmeshika mtindo ambaye tumechukua. Angaza Kiambu. Angaza Kiambu. Angaza Kiambu. Angaza Kiambu. Haya, sasa nafikiri itakuwa muhimu sisi tuweke ile switch yetu pale, ndio watu wetu waone kutoka sasa. Ndio. Kutoka sasa ya kwamba sisi tutakuwa tunatumia stima ya sola. Asante gavana, kitufe kiko hapa, yani button. Sasa gavana, tutahesabu 1, 2 mpaka 10 na sisi wananchi tusimame, tuko pale live citizen. So gavana, tunakuhesabia na shangwe na vigeregere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kelele ya Angaza Kiambu. Alafu ndio hiyo Angaza Kiambu.
hiyo. Angaza, shangwe. Hiyo gavana inawaka gavana. Wapi mikono ya gavana? Wapi kelele pale? Gavana wa Kiambu ameangaza. Asante gavana. Tunaweka wimbo kidogo ya furaha dakika moja. Asante gavana. Tumejawa na shangwe. Hivyo ndivyo Kiambu ikavyokuwa. Kule Gatongora, kule Lali, Kiambaa yote, ofisi zetu. Sasa ni angaza Kiambu. Haya, unadasi kidogo tu. Na makofi kidogo. Sina hiyo makofi ya juu. Gavana ni wa Matangi. Manifesto inaendelea kutimia. Hivi bali wanalete. Gavana Isli. Gavana yule tu. One man, one vote, one shilling. Ya huyo gavana mpendwa anaweza kwa yote. Asante gavana. Asante gavana. Gavana, tutakuomba taenda pale nje. Ndio nilikuwa nataka niwaalike wachache, kwa vile nimesema mataa ziko hapa. Wachache sio sisi wote, bado tuko na mambo mengine tutasema na viongozi wengine. Wachache tu, tuko na containers zingine ziko hapa nyingi, ziko na mataa, na tutaanza hii kazi ya kuweka mataa kutoka wiki ijayo. Vile tumeomba speaker wetu na members wa county assembly, nasikia wengine wenu wamezungumza, pesa zetu za kuweka hii mataa ziko kwa supplementary za installation. Sasa nyinyi mwende mutupitishie supplementary budget next week, tuanze kuweka mataa tafadhali, na tutafurahi sana mukitupitishia hiyo supplementary, tuanze kuwekea mataa jameni, na tulete zile mataa zingine ambazo tuko nazo kule, ndio tuhakikishe ya kwamba hiyo kazi imekuwa sawa sawa. Tuko na container pale, tungetaka tuende pale nje tukate tape. Sasa ndio tuanze kuweka mataa zetu. Mungu wetu awabariki, watende vyema. Nyinyi mketi chini, tutoke pale nje tukate tape, mataa yaanze kwenda kwa wards, alafu tuanze kuweka mataa zetu. Asante. Tutulie, tutarudi ili tumalizie na style ya maombi. Kwa hivyo mtulie gavana launch a flag off, alafu tukuje tumalizie na maombi. Ausio uma umemerekia wa imwe kwa imwe kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu hindi ya uruguria wa matawa makumurika thoko oro hamwe na mafarabara maria maukorwo makihuthira utheri kana hinya wa riũa noti wa thitima toria ukoretwo uri mutugo. Ni mubango uria wakorwo ukirugurio ni gavana wa Kiambu Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi. Na riu ndirenda tuthie imwe kwa imwe nginyagia kaunti-ini ya Nyandarua kuria gavana Ndagĩtarĩ Kiarie Badirisha araruguria tabarĩra ya uheani wa mbegu cia thogora